Watuliza, Mungu anaishi wapi? Je, anakaa juu ya mawingu? Je, mbinguni anga tuna luna? Au Mungu yuko mbali nasi? Yesu alitufundisha kuomba, akasema Baba uliye mbinguni. Hakuwa akimaanisha mahali, bali mamlaka na kiti cha enzi. Mungu si mwili, yeye ni roho, hafungwi na nafasi wala muda. Mbingu si anga la macho, ni utawala wa Mungu juu ya yote. Mungu haishi angani tu, anatawala kwa nguvu isiyoonekana. Mbingu si mahali, ni mamlaka, utawala wa Mungu juu ya uumbaji. Hana mwanzo, hana mwisho, hata pasipo uhai yupo. Anenapo uhai huanza, huyo ndiye Mungu aliye hai. Kwenye anga la mbali hakuna pumzi, hakuna oksijeni, hakuna maisha, lakini Mungu yupo hata huko, kwa maana yeye ni chanzo cha uhai. Mahali mwanadamu hawezi kuishi, Mungu huingia na kuleta uzima. Giza hubadilika kuwa nuru anaposema neno lake. Mbingu si umbali wala juu, ni nguvu ya sauti ya Mungu. Anapotawala, anaposema, hapo mbingu hudhihirika. Mungu haishi angani tu, anatawala kwa nguvu isiyoonekana. Mbingu si mahali, ni mamlaka, utawala wa Mungu juu ya uumbaji. Hana mwanzo, hana mwisho, hata pasipo uhai yupo. Anenapo uhai huanza, huyo ndiye Mungu aliye hai. Kabla mbingu haijaitwa mbingu, Mungu tayari alikuwapo. Kabla anga halijaumbwa, Mungu tayari alikuwapo. Anajaza mbingu na nchi, lakini hafungwi na vyote. Yuko karibu kuliko pumzi, lakini juu kuliko majina yote. Mungu anaishi wapi? Katika mamlaka. Mbingu ni nini? Utawala wa Mungu. Mungu yuko mbali, yuko karibu. Je, yeye ni hai milele? Mungu haishi angani tu, anatawala kwa nguvu isiyoonekana. Mbingu si mahali, ni mamlaka, utawala wa Mungu juu ya uumbaji. hana mwanzo, hana mwisho, hata pasipo uhai yupo. Anena